Clouds TV, empowering lives. Abia mwenzako defeat that witch. Witch ni nini? Ni mchawi. Mchawi ndio mtu akue mchawi anakuwaga na kara gani? What is the color of a witch? Ni black. What is the color of a witch? Color ya mchawi ni gani? Sawa na black. For you to become a witch, ni nini nafaa kuonekana nayo? Saini gani ya kukua mchawi? Sasa unaweza kujuaje hapa kama kuna mchawi? Kunaweza kujua? Ukimuona venye wamekaa hapa, unaweza kujua kuna mchawi hapa? Hauwezi kujua. Lakini mchawi unamjua kwa vitendo, kwa maneno na kwa njia na jinsi. Sio lazima mtu akue na uchawi ndio aitwe mchawi. Sio lazima mtu akue na urogi ndio aitwe mrogi. Sio lazima mtu akue na gedhito ndio aitwe mchawi. Hapana. Hawa wazuri wamevaa vizuri, wamekaa vizuri, wameweka kola hapa. Hawa wamekaa nguo mzuri, wamevaa masuti, wamevaa kanguo kazuri kama kangu, ni uchawi. Wanakuwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Venye wanaongea tu, kuongea peke yake ni uchawi. Ile naonanga hate. Unakuta mtu anachukia, anaongeanga negative ya wale wengine. Kama umewahi kuongea kinyume na yule mwingine, umemshabia, umemshuka, wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umewahi sengenya mtu, hata awe ni aunti yako, awe ni cousin yako, awe ni mtu nani, wewe ni mchawi. Masengenyo ni uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is a problem. We defeat that witch. For you to be able to defeat, kushindana na mchawi na kujua mchawi, lazima kuna level 3 za maisha yako lazima ubadilishe. Ukubali kutembea na Mungu, ukubali kuishi na Mungu, na ukubali maelekezo ya kiungu. Ndio utaweza kujua. Maana witches, they hide in the spirit. Sio kitu utaelewa. Maana sasa mimi hiyo shindano imeagushwa hapa, kwa mtu wa kawaida angefikiria hapa kulikuwa na shindano ikaaguka na mtu akaagusha kibahati baya. Lakini hii si ya bahati baya, ni kitu kililetwa. Ndio maana unasikia wale watu wanaelewa vizuri, shindano ni ya kushona. Meaning ikiwekelewa hapa sitaweza kukufundisha. Kwa hivyo target ya shindano ni mimi. Nayo target ya mafi kwa kiti ni nani? Ni nyinyi. Ndio unakuta hapa ukiingia kuikalia hiyo kiti unaanza kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikalia hiyo kiti unahama kanisa, haurudi tena. Hiyo ndio intention. Na ni watu wako hapa, na ni watu wamekuja ni modo mugima fio. Araika diragete kiwete na todea twa hoya. Fugeni macho, ikuwa akaikagia kera na kuchwa. Na anafaka huko chini. Na huyo mtu ndio anakuja, Bwana Yesu asifiwe sana. Na higwe wiketi ya karanaku. Now you can imagine the kind of people that we have around us. You can imagine wale watu mnatembea na wao kwenye biashara yako. Wale watu mko sokoni pamoja. Wale watu mko kwa supermarket pamoja. Wale watu mnafanya kazi pamoja. Hivyo ndivyo wanakufanya kule kazini. Ndio unapata umeinukiwa. All of a sudden unainukiwa. Biashara yako watu walikuwa wanapanga laini, wakipanga laini kukuja kwako, wanakuta watu wamehama. Unakuta kazini ulikuwa na favor hiyo inapotea. Maana kuna kitu walipanga, na hiyo kitu waliweka shindano, waliweka mavi, waliweka makamasi, waliweka vitakataka. Wengine wanakuja na wanadua tu kitabu yako. Shuleni, watoto wakienda shuleni, mama anatuma kijana yake, anamwambia make sure huyo mtoto anakuwaka namba 1. Umechukua kitu yake, either kitabu, either nguo, either kiatu, kuja nayo nyumbani. The next term mtoto wako anakuwaka namba 1, unasikia ameanza kuwa namba last. Na ule alikuwaka namba last, unasikia amekuwa namba 1. Inaitwa swap. Tabadilishwa. Mimi hapa tulikuwa naendanga show zingine na Wakorino hapa. Akiibiwa, nikachukuliwa, nikakuwa sikubuki. Tukiongea na wewe hivi hata nikihubiri, na hubiri alafu nasahau. Na sasa unaona nimesubaa, nikifikiria ni nyinyi na entertain kidogo, kumbe sikuwa entertain. Ni akili imepotea. Nataka kukumbuka nilikuwa nafundisha nini. Maana wanachukuanga makongo. Unaona kamba ya makongo, ile ya kuchona, ile kamba ya makongo wanaitengeneza inakaa kama brain.
Unajua brain inakuwa ni kama mamilima hivi, kama cabbage. Wanaitengeneza inakuwa hivyo. Alafu sasa wanaitisha brain yako, wanaingoa. Sasa anakuja tu anakufanya, sio kila mtu anaguza kichwa yako. Hapana, anaguza kichwa achukue na aweke hiyo makongo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanachukua mkiwa shule, kazini, mkiwa kwenye biashara, anakuja tu anataka mkono wako, maana mkono kazi itabarikiwa ya nini? Ya mikono. Atakuja morio dai nyoba, dai keri, dai gatatu. Ni oreta muno. Thiko nyingi dikuonete. Anakuvinya, kumbe anafyosa. The next time unaenda kuwekelea kazi yako, kupaga maviazi, unaona zinaanza kuoza na hajamaliza tamasa. Uko na kigunyo yasho moka nyikire-ini. Todo ni yako nyua. Alafu unaangalia biashara yake inaanza kunawiri. Unaona watu wale walikuwa napaga, wanakuja wanakuuliza viazi ni pesa ngapi? Na ni vizuri zako. Na wewe ndio umeleta kutoka kule za kina gopu. Mzuri. Mtu anakuja na kuuliza ni pesa ngapi viazi? Anapita anasema wacha nikuja. Unaona yule ako na viazi zimekaa siku 5. Ndio watu wamepaga laini kwake. Baka yule anakuja anachukua kwako anaenda kuuza kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazini ulikuwa na favor. Kazini ulikuwa unafanya kazi mzuri. Kila kitu yako ilikuwa na faulu. Kila mpaka managers wanasema mpaka promotion zinaanza kuandikwa. All of a sudden unaanza kuandika barua ya show cause. Kaka kidogo nasikia barua nyingine. Ukaka kidogo nasikia kitu kilipotea, ni wewe ulipoteza. Na kaka kidogo kuna kitu imeibiwa, ni wewe uliiba. And favor unaona imepotea because something was done. Watakuja tu waguze ofisi yako, desk yako. Ndio nawaambianga every time ukienda kwa desk yako, just try as much iobey. Ukikuwa na tumaji imwagie, na tukachubi kidogo imwagie, tumafuta imwagie. Na ukikosa hiyo yote, wekelea mkono, speak a word. Ashiria moto pale, sema moto iwake, unachoma kabisa. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yote unaiangamizia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao naona wamekalia hivi viti, hata kuna mwingine ananyamba tu deliberately. Na niorogi ararekereria. Maikalete hahogu. Mtu mwingine akikuja anasema ni daigeria kanithio daikalira getegeja kuigwa toro. Tajie kuigwa gerumarumo godethu. Unasikia kuna vitu vinatembea kwa mwili yako na unajaribu kujikuna. Kuna mtu nilikuwa nafanya deliverance. Nani tulikuwa naye? Wakati nimekaa tu chini, naona hii sindano nimeona hapa. Niliniduga hapa. Nikajaribu kujikuna na sidwa ni nini. Baka nikapuruta hivi, nikaona hakuna. Tena nikarudisha. Nikasikia tena imekuja na inachoma, unasikia imeingia baka ndani. Kumbe nitakuja kukutana nayo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio muhimu ya kuelewa. Understanding the reason mtu ambaye anakuja kwa maisha yako. Whoever that comes, iwe ni bwana, iwe ni mke, iwe ni mama yako, iwe ni baba yako, iwe ni nani, understand the people around you and keep praying. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu wa kuomba. Chochote ambacho kinafanyika katika around you, it is not normal. Hata kama ni blessings zinakuja, is not normal. Hata kama ni mikosi, is not normal. Hakuna kitu normal katika maisha yako ambacho kimekuja. Ukinunuliwa kashati na anko, is not normal. Ukinunuliwa na kanguo na mama yako, is not normal. Ukiambiwa patiwa kitu na mtu, it is not normal. Usikubali kuibebea kama normal. Mama yako hata kikununulia nguo nenda ndani yobe itakaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hujui kama mama yako alienda kwa duka ya mchawi na anakuaga kiwafuata. Kamwambia kashatika kanoka igana mwana wako. Na anapatiwa shati, anakuletea uchawi. Mama yako na anakupenda na hajui, amekuletea uchawi unavaa. Kutoka hapo unaanza kugojeka. Kutoka hapo yobe. Ombea kila kitu unaona mbele yako. Break every bondage. Speak to it. Na ina command, naambia wewe kama umepitia kwa mikono ya wachawi, ninabomoa uchawi huu. Ninavuta maneno yote yaliyoandikwa. Bwana nguo yote iko na maandishi ndani yake. Chochote ambacho kinakuwa, mpaka hii microphone iko na maandishi ndani yake. Hii speaker iko na maandishi ya kiroho ndani yake. Hakuna kitu ambacho hakina maandishi. Unajiuliza hii shati ulipata namna gani? Hii shati umevaa. Hii shati ulivaa imetoka China, na ikitoka China ilikuja ikiwa na jina yako. Ndio maana ilikutafuta mpaka ikakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikutafuta.
kulikuwa na mtu alizaliwa kwa sababu ya hiyo nguo yako, aitengeneze ikiwa China. Huyo mchina alizaliwa kwa sababu ya hiyo nguo yako. Naye mtu mwingine akaenda Equity akapata loan ya kuweka kabiashara, kuweka kaduka. Naye hiyo loan na hiyo kaduka alitengenezwa kwa sababu ya ile nguo inatengenezwa China, ndio ipate mahali ya kuland. Na wewe ukiwa Githurai unapatiwa pesa na mama na baba ama na mume ama na boyfriend, anakuambia nunua kanguo, na wewe Mungu anakudirect, ama inaweza kuwa Mungu ama shetani wanakudirect mpaka mahali hiyo duka iko. Kwa sababu utapita duka kama 20 ndio uende ukutane na nguo yako. Kumbe hiyo nguo yako in the spiritual realm imeandikwa jina, ndio kwa maana imekuvuta, imekutafuta mpaka ikakupata. Sasa kama factory ile ilitengeneza ni ya devil worshipper, devil worshippers wa Kenya watatengeneza njia mpaka ikufikie, mpaka ikupate, mpaka ukutane na ile nguo, na utakutana nayo. Na huko kube imeandikwa maandishi ya kishetani. Maana wale yule mama alikuwa hapa juzi, alikuwa amevaa t-shirt ambayo imechorwa nani? Shetani mwenyewe. Na yeye hakuwa anajua. Sasa tunavaa t-shirt hapa tunaandika kabogo kwa sababu tunatangaza kabogo. Sasa huyo alikuwa anatangaza nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kutengeneza alitengeneza akiwa na nia gani? Alitengeneza ikiwa na mpango gani? Maana kwenye hiyo t-shirt kuna maneno ya kiroho iliwekwa. Mtu yote akiangalia hiyo t-shirt anageuzwa akili. Mtu yote akiangalia jambo lolote anageuka, mambo inageuka. Ulikuwa unafikiria kumpenda Mungu, unaanza kumchukia Mungu. Ulikuwa unafanya kufanya kitu ya Mungu, unaondokea. Ulikuwa unataka kufanya kazi ya Mungu, unaondokea. Wewe ni mchungaji, unakuta ukivaa hiyo nguo uchungaji wako wote unaondoka. Mpaka watu na sindo unauza mimi ndajirie kuigoro ogwo. Gina ndajirie komena kanitha ogwo. Ni ndare milioni gothia makanitha-ini. Sio kushidwa, ni hiyo nguo ulikutana nayo. Maana ilikuwa designed ikutane na wewe. Ni hiyo kiatu uko nacho, maana kilikuwa design kikutane na wewe. Ni hiyo kalamu uko nayo, maana kalikuwa design kukutane na wewe. Ni hiyo nyumba unakaa, maana hiyo nyumba ilikuwa design ikutane na wewe. Mtu anatokaga unasikia unahama kutoka Dadora kwa sababu umeongezewa mshahara. Kazi yako inaendelea vizuri. Unahama Dadora kwa sababu biashara imekua. Sasa unaona you need a 2-bedroom house. Unahama unaenda estate nyingine. Kufika hiyo estate biashara yako yote inaaguka. Na ulikuwa biashara mzuri, hakuna kitu kingine umebadilisha, ni ile kazi ulikuwa unafanya. Unaona kazi imeaguka the day uliingia kwa hiyo biashara. That very day uliingia kwa hiyo nyumba, ndio biashara yako ikaanza kuteremuka. Na ikateremuka. Sasa uko zero, ni kuchotwa unachotwa. Unasikia duka imefugwa. Haka kidogo unasikia landlord amekuja anasema uhame, hata hawataki ulipe pesa nyingine, wewe hama tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ile nyumba uliyoingia ilitengenezwa kwa msingi gani? Mwenye nyumba kumbe alimtoa kafara mama yake. Msingi wa nyumba wote ni kafara ya mama. Msingi wote wa nyumba ni kafara ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta wewe uliingia kwenye msingi, nyumba iliyotengenezwa kwa msingi wa kafara. Kule ulikuwa Dandora, ulikuwa naishi maisha mazuri, biashara yako imeinuka. Ulianza na biashara ya shilingi 1000, ukapanda mpaka sasa imefika 100,000. Uko na pesa, ndio kwa maana umetafuta nyumba nzuri ya 2 bedroom. Maana ulikuwa na hizi kasingo, sasa umehama umeenda 2 bedroom, maana umepata pesa na umetarajia umeenda mahali pazuri, maana unataka kuinua class. Unfortunately, the day ulifika huko, uliingia hiyo nyumba, ukasikia kule wameanza kuiba, waizi wamechukua, unasikia kitu fulani kilipotea, unasikia biashara umeuza mauzo, lakini ikifika wakati wa kwenda kuhesabu pesa unakuta pesa fulani hazipo. Unapata kati ya umeuza mauzo wa shilingi 10,000, lakini ukiingia kwa hiyo 10,000 kwenda kuhesabu unapata kuna shortage ya shilingi 5,000 ama 3,000. Unaanza kuteremuka. The next day unakuta uko na shote, kabiashara kanaenda kakiaguka. Nyumba ndio hiyo unafugiwa. Vitu zote ulikuwa umetafuta kwa the other side, zote zinachukuliwa na auctioneer. Maana there is somebody alikuja akaguza biashara, ama uliingia kwenye nyumba ambayo ilikuwa ya kafara. So how do we know and how do you come of these things?
Kuna watu walinunua shamba. Ushaikuona mzee anakufa, ng'ombe zake zote zinamfuata, kahawa inamfuata, vitu zake zote zinamfuata. Yaani mnakuwa maskini mzee alipokufa. Ido sio dashikathira. Nimone huko. Ido sio dashikathira. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ombe zinakufa, yani unakuta ng'ombe imekaa tu hivi, atoleshi anelio erota, githe ekwire erogie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimaliza mwezi mwingine unasikia 3. Moja ilikufa asubuhi, moja ikafuka saa 7, nyingine ikafuka, zote zikaenda. Buzi ukakuta buzi 6 zimelala. Mimi nilikuwa nimelea kuku. Mimi sikuwa najua hizi vitu za damu lazima uzitolee sadaka. Vitu za damu zinahitaji kibali. Mimi nikaweka kuku, tukiwa na kijana wangu John. Tukaweka kuku, tukaweka mafaranga. Mimi ni mtu wa kupenda mahanjamu, vitu kubwa kubwa na mingi mingi. Nikamwambia sasa, akaniambia tuweke mtu mwingine akaniambia weka 300 ndio ujifundishe nayo. Nikamwambia hapana, mimi si mtu wa kuweka 300. Taweka kuku 1000 kwa mpigo. Nikaenda Mogoko nikaitisha, kinyumba nikatengeneza vizuri. Tukalea vizuri. Vitungu vikaenda wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ilikuwa wiki ya pili, wakati ziko karibu sasa kuenda. Asubuhi tuliamuka asubuhi moja, nikakuta zote zimeinua miguu juu. Zote. Hatukuokoa hata kamoja, zote. Na tulipatia vaccination, chakula vizuri, kila kitu ilikuwa sawa. Tulikuta zote zimeinua miguu juu. Siku nilikuwa nakulanga kamunyoso kadogo. Nilikuwa nakulanga ka Guinness. Siku nilikuwa nakula Guinness kama 10. Leo nakunywanga kamoja ama 2. Naona venye macho yamekodolewa ati kamoja. Kogenywa enenywa. Degeitwa deho. Kani watakire gaku. Degeitwa deho. Ego kodana degeitwa. Ikichamanya na kamokeve ka Guinness ri nemeragia. Aguthodeka mwiri. Ndona kamwiri gakwa ni kega. Baiko ndagitari ni andikagira mutumia anywe Guinness nigetha kana kenda gathereri. Mutiate kagiro ka Guinness. Si wewe ulikuwa unakunywa Guinness? Hata ukipewa mtoto? Sisemi ni wote. Wacha kujitetea. Wewe ukunywaji wewe unakaaga biguni, kule biguni hakuna pombe. Sio wote, mimi sijasema ni wote. Tunaongea na huyu. Huyu aliandikiwa na daktari akunywe Guinness. So there is something that happens ambayo ina happen katika maisha yako. Wewe mwenyewe uko sawa. Wewe mwenyewe unakujanga kanisani. Kama hatungekuwa macho hapa tunaangalia. Juzi tulitoa nyungu hapa Kanyogo hapa ndani. Tulitoa vijiti vingine vimechogwa. Mimi nazielewa. Ilitoisho sio that I know them. Maana nimepitia huko. Nimeenda kwa simu niliwaambia. Venye alinifanya. Kimama alikuwa mama mnono tu kiasi. Hapa hakuna size hiyo hapa. Ni kama sasa hawa watatu washikanishe hawa. Ilikuwa kimama kinono. Siku nilikuwa natafutwa na polisi, nikaenda hapa Matu. Na ni aunti yangu alinionyesha. Maanti ata matata. I fear them. Maana hapa ndio wanajuaga wewe si wa hiyo nyumba. Wewe hata ndio wanajuaga ata doshiale tosho tu ya papa wanyu. Ogenda komenya papa wanyu. Kana ogenda komenya thiri cia mami wanyu ndigwe tata wa. Ego kuhe. Na akwera no menya icio ne thirie. Icio kimi ndukanere mundu. Kimama nikapelekwa na aunti yangu akanenesha ni mali, nikaenda mpaka huko. Mama nikamwambia nataka kamute, polisi wamenisiagaisa sana, nataka kamute nikifanya kitu, yani polisi wasinione. Akaenda akanikatia kamukidori. Kamute kamukidori umenya tu ng'ombe. Alinikatia kakibiti ka hivi. Nikaenda nikatoa 300,000 na kuku wa black na kuku ya white. Akachija kuku, alafu sasa mimi amenikalisha, ameniambia nitoe nguo, niko uchi wa mnyama, nimekalishwa chini. Hapa nyugu. Na hii nyugu, sasa hii nyugu iko na meno ya ile joo ya ng'ombe iko hapa. Na joo ya skin ya nyoka iko hapa. Alafu ilikuwa na
sijui ni skeleton cha nini kilikuwa hapo kwa hiyo nyugu. Alafu sasa chini hivi ameweka manyoya ya busi, ya kuku, ya kila kitu. Sasa hapo ndio anaongea na wagwana. Hapo ndio aliniambia nirushe hiyo pesa. Sasa wakati nilirusha, wewe unaweza kuigiza mkono hapo utoe tena? Hata ugelishoko usikie sasa ai mododa la dwali dia wega. Unaweza kuigiza kwa sababu kuna mahali nilifika nikaona huyu mama anipeleki mzuri. Maana alikuwa ananizunguka, amenikalisha hapa katikati, nimekaa hapa. Sasa ananizungusha, hiyo damu alikata ya kuku, ananizungushia hivi, anazungushia hivi, na hiyo alikuwa amekata sio kabisa. Alikuwa amebakisha haka kiogo kako hapa. Sasa akinizungusha, anazungusha, anakuja mbele yangu, ananigogesha hapa na hiyo mkanya ya kuku. Tongo, anazunguka, anakuja ananigogesha, anakuja tena anasimama hapa, ananigogesha na nini? Na hiyo haikunijalisha sana kwa sababu niliona ni labda hiyo ndio power. Hiyo sasa ndio naitisha power. Sasa kwa zamani nilikuwa nataka power. Sasa ya mwisho sasa akaanza kudazi yolo, akalimba kikaba yolo akaimba na akakuja kanigeukia. Sasa siniko hapa, akanikalia akanikalia tena. Alafu kimama kimeinua nini? Kimeinua guo na hakina guo ya ndani. Sasa kinifanya nini? Kilinikalia hapa kwa diditang, kuangalia hapa kamaki kakajichora hapa. Kai kitu tumetoa hapa. Sasa hapo nikaanza kuuliza, na alifanya hivyo mara 4. Akiwa na kila mara kamafi kanajipaka hapa. Kila mara kamafi kanajipaka hapa. Nikienda kutoa na niambia wewe toa. Ananikobanisha, kaniambia chukua pesa yako uende. Sasa wewe unaweza kuigiza mkono hapa? Wewe unaweza kuigiza kwa hiyo mkono? Huwezi kuigiza kwa hiyo mkono. Huwezi kwa hiyo nyugu. Anakuambia chukua utoke, na kinakasirika. Alafu unakiambia pole, ukiambia pole kinakuja tena kinakufanya tonyo. Sasa hiyo ndio madharau shetani anakufanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio madharau. Na kutoka hapo, nilipotoka hapo huko Matu, nilikuja na hizo maroli za Matu, matatu za Matu, kufika hapa country bus, maana hapo ndio tulishuka. The first kushuka hivi, niliona polisi pale. Na walikuwa wanatembea, walikuwa na miraa yao wakitembea, hawakuwa wananitafuta. Nikaona polisi mmoja ananiita, bali mkubwa, akakuja kanisalimia. Nikaona mwingine ameenda kado na okitoki. Baba, doja. Waruinge tumemwona hapa Odoja. Nikasikia kwa redio kamata yeye mara moja. Immediately nikaingia kwa mfuko, kale kama kidoli nikatoa, nikaweka kwa mdomo, nikaanza kukula. Sasa nakula kwa sababu aliniambia mtu yote ambaye ananitafuta atakuwa blind, hata niona tena. Nikaweka kwa mdomo, nikaanza kukula. Sasa ile nilikaweka kwa mdomo, nikasikia kaka mabuduki. Watu wote wakavyo pepa, watu wote wakalalishwa chini. Na mimi nikalalishwa chini, nikaona ni kwa sababu sitafuni. Nikarusha kwa mdomo mara moja yote. Nikaanza nikiangalia naangalia na ati ndio nihakikisha hawanioni. Saa hiyo Land Rover ikakuja, nikabebwa. Nilikaa prison 6 months. Nimekuliwa 1300, nimepakwa mafi kwa uso na kuku 2 zimeenda hapo. 6 months bila reason nilikaa hapa Kamete. Bwana Yesu asifiwe sana. Ti uongo ni kitu kimetengenezwa kwa maisha yako kukuondoa kwenye mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuangi uongo, ni plan ya shetani ya kukuondoa katika mpango ya Mungu. Maana huko nilikuwa sasa naingizwa kwa shetani mwenyewe, nikaage na yeye na nifuate shibabo yake. Na mimi kumbe siku hiyo na baadaye ndio nilikuja kukumbuka, hata mimi nikiwa Nakuru, wakati nilikuwa nauza vifaranga hapo Nakuru hapo sokoni, polisi wakakuja kutushika, tukatoroka. Maana zilikuwa tunauza majogoo badala ya layers. Na majogoo ni reject, tulikuwa tunachukua hapa Mogoko reject. Sasa unaenda unanunua shilingi moja hapa ni za kutupa. Alafu unapeleka huko na abia wakalijini huko ni layer. Sasa unawaambia ni 35 bob. Sasa unakuta kwa tani moja unatengeneza pesa mzuri. Yes. Hello. Tunatengeneza pesa mzuri. Sasa kuna mama mmoja tulihusia, alikanitia cotton 6 za hizo layers times 35. Hiyo ni pesa ngapi? Nilikula vizuri. Waacha siku ya nini jogoo sianze kukohoa. Maana huyu mama hakuwa anajua hakuwa anajua jogoo na mwera inakaaka namna gani. Maana hii ni layers, anaambiwa ni layers. Sasa ikakuja siku moja asubuhi saa 9, zote majogoo hizo zote zikaka. Mama akaamuka mapema akakuja akaniuliza mliniuzia jogoo? Hapana, nikamwambia hapana.
Si jogoo. Inaonekana kuna kitu hukuipatia, kuna dawa moja hukuipatia. Akaniuliza dawa gani? Wacha nikutengenezee. Tukaenda tukasiaga makaa na unga, tukachanganya na jivu, tukaweka, tukamwekea ndani ya chupa, tukamwambia yenda uniikie mai, uweke kwa nini siku 7 zitabadilika, zitakuwa mwela, zitaanza kutaka mayai. Akaongojea, alienda polisi, akakuja na polisi. Siku tukafurushwa, tukaenda kuishi kule Shabab. Tukakaa kwa nyumba, tukakaa, unajua mimi ni mtu mchoraji, najua kutafuta pesa. Tukakaa tukichora huko vile tafuta pesa. Nikamwambia jamaa tulikuwa naye, tunaweza tafuta pesa hapa na tupate. Tukigeile na ngaragu. Tunaomba tukuna folili kule, wanatutafuta kila mahali. Wanafuja manyumba za watu wakitafuta. Sasa nikaenda nikatafuta kibao, nikaandika kule muganga kutoka Tanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaandika nini? Kibao kizuri. Kule posti zote za stima kule town tukaweka, maana tulikuwa tunafanya usiku. Muganga kutoka Tanga anayetatua magonjwa mbalimbali, kisukari, pressure, kutopata mtoto, nguvu za kiume, kila kitu tukaweka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu walikuja. Watu walifanya nini? Watu walikuja. Tuliwahudumia. Wamama walikuja. Nakumbuka nilihudumia mama moja PS. Alikuja, hakuwa anapata mtoto. Alikuja. Sasa ndio umpoteshe, tukiwa tumwambia sasa ndio upate mimba, unampatia. Ni jifu tulikuwa tunawapatia, tunafukia jifu, anabeba na kuachia 1200. Lakini sasa ndio upate mimba. Sasa tulikuwa tunamwambia lazima uende utafute wanaume wangapi? 2 ambao ni mapacha, na mmoja lazima awe amekufa. Na kama hauna nitakutafutia kwa gharama. Ukikosa nitakutafutia kwa nini? Kwa gharama. Sasa hiyo ni pesa nyingine, unajua itaingia, maana atatoa wapi? Na hii ilikuwa 1000 ngapi? Kutafutia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo unaingizwa ndani yako, ambayo yanakutoa kwenye mstari. Maana nilikuwa mtu wa huduma, nilikuwa nihudumie watu, nilikuwa baraka kwa watu, nilikuwa mhubiri. Lakini shetani alinipeleka kwa vitu zingine ambazo nitapata raha, nisahau na kazi yangu. Maana mpango wote wa shetani ilikuwa nikufe. Everything. Hata nikia kwa Mungiki, ile marisasi zote nilipiwa nikufe. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yangu, ambacho hakikubali mimi nife. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako hauendi kufa leo. Haukufi. Waambie hata wakilete sindano hautakufa. Hata mkilete shindano, huduma itakuwa na itaendelea kukua na itaendelea kuinuka. Tutaenda Nakuru, tutatoka hapo tuende Nyeri, tutatoka hapo tuende kila mahali. Tutaenda kila mahali. Hata porini akasirike, tutaenda kila mahali. Mwambie mwenzako shinda hiyo hilisi. Lazima uelewe kushinda. Uelewe mahilisi yanavyokuja. Maana ni madhabahu. Hilisi yoyote ile ni madhabahu. Na inakuingiza, inapokukamata inakufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakufunga na unakuwa mtumwa. Angalia, ninatoka kukoni watu kuku, nikatoka hapa nikaenda kukoni watu na mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo, nilipotoka hapo tukajulikana, maana huyo mama alikuja, alikuwa PS. Alikuja na mapolisi akitutafuta. Maana tulimgonga vizuri, tulichukua miaka yake 6. Vizuri. Pole tu. Aliporealize mimba haikuji, kumbe ni jivu anatumia akifikiria ni dawa. Ati ni ya kufugua mishipa. Ati nyanya yako ndiye alikuroga. Na sasa lazima tufugue. Hiyo uchawi imekaa miaka 300 ndani ya system ya familia. Sasa unaona, hiyo ndio inakupelekea. Ndio unakuta kijana yako alikuwa mzuri sana, lakini umemkuta amepigwa risasi. That boy alikuwa na future. Kijana yako alikuwa mzuri sana, ameingia kwenye ulevi, yeye yuko kwenye madawa ya kulevya, because kuna kitu alisukumiliwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hilisi uchawi inasukumiliwa kwenye biashara yako. Wanahitaji tu kukanyaga ardhi ambayo unafanyia biashara. Wanahitaji tu kukanyaga tu, akipita tu anachukua kila kitu yako, anaondoka na mali yako. Anahitaji kukusalimia, anaondoka na mali yako. Anahitaji kukuangalia na macho, anaondoka na mali yako. Anahitaji hata kukuwaza tu, anachukua. Mimi niliwekwa makogo kwa kichwa hapa juzi tu nikifanya interview hapa na Wakorino. Niliwekwa makogo, nilikuwa nasahau na kuangalia na sahau. Sasa unaona memory yangu haikuagi vizuri sana. Sasa ndio imerudi. Baada ya kuelewa nimewekwa makogo, nikaanza kuchomoa hiyo makogo. Katika jina la Yesu navuruta. Katika jina, unasikia kweli kama wewe ni mtu wa kiroho, unasikia kuna kitu unavuruta. Kuna kitu unavuruta. Baka wakati ilitoka, nikasikia tena nimekuwa empty. Sielewi chochote. Maana nimetoa na ubogo yangu iko na mtu mwingine. Hapo ndio nilienda kwa mzee Harrison. Nikamuuliza sasa hego diate. Mkiogogea kwa getire na kido. Ndio akaniuliza ulifanya nini? Nikamuelezea kuna mkolino fulani alikuja na tulikuwa tunacheza na yeye, lakini alikuwa ananishika kichwa. Na kutoka siku hiyo memory yangu haijawahi rudi. Niliona alirudi nyuma tu na mafuta, akaniambia tuombe. Akaitisha. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩndeteria Waruinge tobo wake, nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Akaniambia sasa umepona. Na nikasikia kuna kitu imerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia kuna kitu imerudi. Na kutoka siku hiyo akili nyingine ikaongezeka pia. Ilikuja na ikakuja ingine mingi zikaongezeka. Unaonanga mnafanyanga vitu mpaka nyinyi mnashangaa, mnashindwa hii mtu anajuliaga hizi maneno wapi. Hiyo ndio ilikuwa imechukuliwa. Wachawi wanakujanga kuiba na kuharibu, kuangamiza na kuvuja. They don't come to make you happy. They don't come. Mimi nimezaliwa huko Kisii, mahali panaitwa Nyamira. Bwana sema Nyamira. Katika hospitali inaitwa Kaplong, iko Bomet, lakini inapakana na Nyamira. Sasa huko ndio kuna kuaga wachawi. Kuangalia yule mtoto nilikiwa hapa, na angalia yule mtoto hivi, na mruhusia vitu vingine inaitwa evinyabiri ilia. Na yule mtoto anagojeka na kanakufa, kanakauka tu, kanaenda. Na kule ndio niliona for the first time watu wakiingia ndani ya kaburi, unazikwa kwenye kaburi, lakini kesho ukikuja wakuchimbe, hauko kwenye hiyo kaburi, washakutoa. Wanaenda wanakukausha. Hizo nyama ndizo wanafanya nazo kafara. Wanakukausha mikono yako, mkono inakaushwa vizuri, ndio inakoroga busaa huko juu. Yes, ndio inakoroga busaa. Niulize, nikwambie baba yangu alitoa mbio siku moja. Kule alikuwa naenda kukunywa busaa. Baba yangu alikuwa ni wale wazee wa kutembea naenda akienda na kuja baada ya siku 3. Sasa kuna mahali alikuwa naenda. Sasa kibahati mbaya, maana pombe ya Wakisii inatengenezea yako Itara. Huko wanaita Irongo. Huko ndio walikuwa wanatengenezea huko juu. Sasa mama anapanda huko na koroga. Sasa baba alikuwa ni kama ndio the main customer, maana babangu alikuwa manager, lakini alikuwa amechukuliwa huko na hawa watu. Si unajua watu wanatuchukuaga wanaume oye. Wanaume oye. Si unajua tunabebagwa. By the time ukijilia rais ushabebwa. Sasa babangu alikuwa amebebwa. Na alikuanga huko anatoka, badala ya kuja nyumbani alikuwa anatoka kazi anaenda huko. Kamushara kote anawekelea hapo, anakunywa polepole, naambiwa imebaki 200, imebaki 100. Na hiyo kitu ilinifanyikia. Be very careful. Kama haijakufanyikia kitu baba yako alikuwa anafanya, ilinifanyikia hapa Mukuru. Nilikuwa naiba, tunaenda huko kuiba, tunaiba huko, tunapelekea mama. Yule alikuwa amenifuga. Nampelekea pesa yangu yote. Unamwachia milioni 2. Umeenda umeiba usiku, alafu unakuja unamwambia akuwekea badala ya kupeleka pesa kwa banki. Sasa nakwambiaga ukimuitisha pesa na kuuliza unataka ya nini? Umwahesabie unaenda kufanya nayo nini? Ati nataka kwenda kukunywa. Unaenda shilingi 500. Anakupatia 500 na milioni yako 2 iko wapi? Sasa akiona sasa umeenda siku 3-4, anaita polisi, wanakuja wanakushika. Sasa polisi anapatiwa shilingi 100,000. Anakupeleka badani hapa industry hapa ndani, anakufugia huko ndani. Akikufugia huko ndani, mama atakuja kukutetea. Mama anakuja na kuambia wale wamekushika ni DCI na ni wabaya. Kwanza ni flying squad imekushika. Na hawa wanasema wanataka kwenda kukuua.
Sasa mnakaa kidogo, sasa kumwambia sijaribu tu ongea na wao, nitoke tu, tutajua venye tafanya. Anaenda naongea na wao, wana make sure unakaa siku 2-3 mpaka unakuwa desperate. Sasa na unakuja na kuambia polisi wamesema wanataka milioni ngapi? 3. Na ile yako ni 2. Sasa naambia siwende tu uongee na wao, hata kama ni milioni 1 tu wapatie. Si unajua bado utaenda kuiba. Wanaenda anaongea nasema wamekataa. Wanataka 2.5. Maana ana target hii. Anaenda anakuja na kaa kidogo na kuletea chakula na mkate na kasoda, na anakuja baka analia hapo kwa counter venyewe nataka. Na mpako yote na alikukalia. Huyo mama alikuwa anaosha ile maji ya suruali ya ndani, anaosha nayo ndio ananiwekea chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anaenda ananunua kani. Unajua kani? Kani ni gani? Maini. Maini anailalisha kwa mwili yake vizuri. Kesho ndio nakula breakfast. Inakuwa tamu. Hata nilikuwa namuitanga mama. Dati ya mama. Na ugire ndogehe besha. We no uthio na kukuhuthira besha, ndogehe besha ni ndikira kwa ogwo ni ogu gatake. Mama murenda ki? Kotage kiwa kiri orenda urakira kana niki babe. Ni ndenda we ngiri 500 ndenda kuheka undu ndenda gwika. Na ni ndugacoke kunyima besha ni ndiwoca ni ndikwenda oro waku. Babe no ngiri 500 tu. Nduthiwe 8 hau na cikirira. Ithe tuoye nacio. Tukire 800. Sasa ni mimi nilikuwa nafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they have an agenda. When you are diverted, huwezi kuelewa wakati ulikuwa diverted. Wakati kazi yako ilikuwa diverted, watakutumia kama mfanyikazi. Kana kuja kukaa kwako ni kama mfanyikazi, kumbe ni kama mchawi. Hawa mnaonanga kama housemaid na kama houseboy. Hawa mama mnaonanga tunaajiri, atakugeuzia, atakubadilisha, utakuwa kiiba wimbo yake na ni mfanyikazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojielewa, wewe na elimu yako utabebwa. Wewe na huduma yako utabebwa. Wewe na kazi yako utabebwa. Wewe na mamlaka yako na mapesa zako utabebwa. Kuora ugoto makuwa hivito. Bwana yako anakujaga na gedito, anakuta kuna vitu unafikiria ni utapata msichana ameandikwa kazi kwako. Notegeka ya muthia muisti ucio anachukua boma. Unakuta kimuzee kinakujaga kinalalisha mama na kuwaga hana hapikiagi muse, ameachia maid. Ka maid na kore kaka kehinya tonyodo ha. Ile tu mahinya katonyodo na gakuo kahinyiro ha tukaumira na ha iguru. Ushaiona wale wanafinyanga tumatiti tunakuja hapa. Alafu anavaa wakati anajua mzee anakuja, maana anajua mzee anakuja. Kimama kiko kwa nyumba, kimirara. Amefuka ile suruali, ile ya kupada hivi, amefuka kwa kichwa. Alafu ameazivaa t-shirt kingine inaitwa sengenge ni ng'ombe. Hapa mbele imefika ukimwi inaua. Kule chini kama. Alafu anakaa mpaka unaona mama mzee, mama amevaa hiyo mavitu kwa kichwa, akichomoka kama ametoka amelala. Unajua ile sura wanakuaga unakutaka ena gedhura kege, sura ya kutisha. Mzee na yeye ametoka kwa ulevi, ametoka kwa bar, kuona amana kairetu akinyetie dhuru ali haha. Kaskati kakinyeta afu nekateme haha. Afu kahakete mwoko ugu ni kwa red. Afu kameka huku kamenyoa yote, yuko ni rangi imechorwa. Alafu kameweka nywele zingine kwa macho zinakaa zikienda juu, na nyingine zinakaa zikienda nini, na mdomo anafanyanga nini, anakaaga kikogereza anakaa namna gani, anakaaga namna hii. Kumadha idatu, kumadha igirisha tuko, kumadha emwe au mirawera umeshinda na hako kamutu. Alafu kutana na kimama kimevaa hiyo suruali kwa kichwa, kimevaa t-shirt umekaa hivi sengenge ni ng'ombe, alafu kimeandika ukimwi inaua. Alafu kigia nyumba ukigia, alafu akileta rukuoro ugeto atorora niwe makuomera matoro rukuoro ehoro atororo gogonyaruro ikarete atia. Unaona tareke gurumo kitare mamba irakumerera ogwo na watinda na kanyamo karugameti ogwo nyondo chikarete atia. Uyo mzee atarudi, hatarudi. Ata time akuje saa 9 usiku, ata time akuje saa 8 usiku. Sasa saa 8 usiku wewe upendagi kuamshwa, unaambia maid akikuja umfungulie. Baba Joroge akikuja umfungulie, mimi nimechoka, mimi hata naamuka asubuhi nikienda kazini. Kama msichana kanaelewa, kumbe ndio kamecheza hiyo mchezo yote. Ndio kamefanya mama abehave hivyo, kamefanya mzee abehave hivyo. Sasa kanaingia katikati, kanaanza kufinya tumatiti tunatokelezea hapa. Kanavaa kaguo, si mama amelala, kanavaa kaguo kamefika wapi? Hapa. Na
Alafu ni kale kanakuaga kanakaa kama sinema ya ile sinema ya Van Damme. Unajua kama Van Damme. Sasa ukikaangalia unaona body parts zote ziko well organized. Na mimi nimekula chupa kadhaa, nimejia huko nikiwa mlevi. Kasichana, you look very wow. Mama amelala. Kafa. Mimi niko na pesa. Kanapatiwa pesa shilingi 10,000. Kanaweka kwa mfuko. Na kamejidodoa, kamejimodola na mafuta yako wewe mama. Kamejifacha waja yako. Hata kila kitu kamefanya ni ya mama, kamechukua. Kameswap mama na wewe. Ukauga ati mudhuri wako ni olile. The next time msia anakuja na kuambia takataka ubwa hii. Malaya. Tenekio letia. Pesa ya nini? Kasia, ng'ombe. Sasa ameambia maid. Amefukuza mama. Saa 4 msia anarudi kwa nyumba. Anatulitiwa, anafanyiwa massage. Bako nasikia kimuzee kikiwa kwa nyumba kirara na mataki tamurudhi. Nuna kila hinyo pressure point. Wewe nduri wahinya mudhuri waku ka point yona kamwe. Utakuwa ukionea bwana yako kwa view sasa. Atakufukuza na mama atakaa kwa hiyo nyumba. Hako kamaid katakuwa mama ya nyumba. Kumbe kalibadilisha mataito, katabadilisha kila kitu. Hiyo ndio nguvu ya uchawi. Usipofaulu kupigana na vitu kama hivyo, kule kasini kwako, kule nyumbani kwako, kila katika maisha yako, katika huduma kama hii, huduma ni vita. Kila siku tunakuwa na vita hapa. Sio ya kwanza hii, kila siku tunakuwa na vita. Si huyu amefuga microphone hapa, kwa hii microphone haka kakitu hapa. Wameweka hii. Naona hii sasa hii hapa. Wakaweka jina yake na Dani, wakaandika jina yake Dani, wameifuga hapo. Mama alikuwa anakuja hapa sasa. Kuna siku mlimuona akiingia hapa saa 8 jioni. Kuna siku aliingia hapa saa 8. Tikwenda wake. Aliamuka saa 7 kafikiria ni 6. Sasa alikuwa anakuja morning glory. Sasa hata alikuja haraka sana. Kufika hapa ndio aliangalia. I think ndio aliangalia saa ukaona ni saa ngapi. Ukiingia gari uko kwote alikuwa naona ni anaenda morning glory. Na mpaka alikuwa anashangaa mmoja kaliwali alile mapema ate. Kumbe hapa amekuja na ameweka kitu hapo ndio apotee, maana kuna kitu kilicho ndani yake wanataka kukivunja. Bwana Yesu, ndio naambianga nyinyi. Hapa niliona masaduku imepagwa, masaduku. Kuona masaduku imepagwa si ati mtakufa, lakini kilicho ndani yenu kitakufa. Niliona masaduku imejaa hapa, makofini hapa. Kilicho ndani yenu kimetagetiwa kukufa. Msipoomba hapa. Dinamorota hapa. Muombe. Na mtoe dhabihu na muende kwa milima mkaombe. Hii huduma ilikuwa na shetani. Najua si kama mnaelewaka. Hii ministry ndio ilikuwa ya shetani. So it is easily nyinyi kubeba huko. Mdosi akikuja anakuja kama Kasongo hata mumutukane aende Nyeri bado wakikuyu watatokelezea, maana ni president na hako na kitu watamshagilia 2 term. Akifika Nyeri hata kama Kashagu wako hapo chini watu wote watakuwa 2 term. Akiondoka tunarudi 1 term. Tukipatiwa hii tunarudi nini 1 term. So teteeni hii huduma. Wale watu wengine niliona wakivurugwa ni maasha wale, maana wale ni gatekeeper. And Asha is a gatekeeper. Na ndio wamezuia watu pale waingie. Mtagogwa. Unajua sasa nyinyi mmefanya kiherehere ya kuona mabigiji na kuona hizi vitu, kiherehere hiyo itazimwa msipoangalia. Muinue maombi na dhabihu. Mimi niko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka watu ambao wanajua kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe jinsi hao watu wanajua kupenya. They are clever than you. How are they clever than you? Wakipanga haukuangi hapo. Wanapanga wewe haupo. Wanakupangia. Wameenda kwa muganga haukuwa na wao, hawakuwa kuambia. Kwa hivyo ile mbinu zote, mipango yote wameipanga, haukuhusika. Kwa hivyo hawa watu they are clever, they are ahead of you. Kushinda huyo mtu ni ngumu. Unahitaji kukuwa na Mungu ndio upate the spirit of discerning.
Ukiona mtu tu akiingia hapa, unajua sasa mimi Mungu amenipatia kipawa. Nikiwa hapa najuaga ile ni nyoka, ile ni kunguru, eno ni jege, eno ni huko, eno ni doi. Na waonanga Mungu ananiletanga picha yako wewe ukiwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ananiletea picha ukiwa fuko. Najua fuko ni nini? Ni derade, inakuliaga huko. Unaweza kuletea picha niona badala na kuona wewe naona panya. Najua wewe ni poverty, spirit ya poverty. Hiyo ni kitu Mungu amenipatia. Na wewe design to have it. Design to get it. Tafuta hiyo nguvu. Tafuta hiyo ni kuingia kwenye maombi. Ni kuingia kwenye kutoa sacrifices. Ni kuingia kufanya kila jambo ambalo linakuwezesha kuenda. Ukikuja hapa ulikuja na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu Mungu, hakuna mtu wako kwenye nyumba hii ambaye hayuko hapa na hana mafuta. Nyinyi wote kila mtu ako na mafuta specially kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the greatest thing that you have. Lakini utakuta mama kama huyu alienda kwa waganga, mama kama huyu anafanyanga vituko zake. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa kwanza 18:20. Wafalme wa kwanza 18:20. Bwana asifiwe sana. Tusome ni vipi madhabahu ya kiuchawi yanatumika kwako. Na yanakujaje? And how can you be? So Ahab said unto all the children of Israel, and they gathered the prophets together into Mount Carmel. Tupatie Kiswahili kwa sababu ya baba hapa. Na niangalia vibaya. Ndipo Ahabu akatuma ujumbe katika Israeli yote na kuwakusanya manabii hao juu ya mlima Kameli. 21. Eliya akasimama mbele ya watu na kusema, mtasitasita katika mawazo mawili hadi lini? Unaona sasa kuna kusitasita kwenye mawazo mawili. Na katika ule msitasito katika mawazo mawili ndio uchawi unaingilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchawi unaingililia hapo. Maana they bring confusion. Ndio uchawi uweze kupenetrate kanisa hii, wataleta confusion baadhi ya one group na ile group nyingine. Baadhi ya kiongozi fulani na kiongozi mwingine. Sasa kukiwa na vita, wanaanza sasa kulimana, wanaanza kupigana. Eliya akasimama mbele ya watu na kusema, mtasitasita katika mawazo mawili hadi lini? Mpaka lini? You have to make a decision. You have to come conclusively. Na useme kutoka leo, this is my position. Kutoka leo, this is what I'm going to do. Kama ule alisema, mimi na nyumba yangu tutamsafu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuateni yeye. Lakini ikiwa Baali ni Mungu, basi mfuateni yeye. Lakini watu hawakusema kitu, kwa sababu walikuwa na mgawanyiko wa mawazo. Yeye alimwambia, kama Baali ni Mungu, fuateni Baali, wacheni kuwa katikati. Kama uko hapa wewe ni mchawi, enda jumuisha, enda huko kwa Wateso, kuna Wanaitiranas, kwa Wakisiku nao. Ukambani hapa, enda uchukue gedito mzuri, ufanye kikusaidie. Wacha kubeba gedito ulete kwa Waruinge. Hakiwezi. Mimi nimepitia hizo process zote. Nimeenda kwa waganga, mimi mwenyewe nimekuwa mganga, mimi mwenyewe nimefanya hizo vitu zote, nimekuwa msherati, nimeenda kwa washerati, nimekuwa msherati, nimeenda kwa waizi, nimekuwa mwizi. Hakuna kitu sijafanya kinafanyangwa. Ile kitu sijawahi fanya, sijaimwaga damu ya mtu. Hiyo ndio sina experience. Lakini hizi vitu vingine zote nimefanya. I've been there. Rutia kutidokere gedito sitano. Sasa nikigeki yako kakodisha nakio. Sio ali. Mbona unaniweka chini hivyo? Sio nitafutie gedito mzuri. Wacha madharau. Wachawi. Tika madharau. Hii ni kidogo sana kwangu. Tafuta kitu iko na nguvu vizuri. Kitu at least nitasikia nimepabada. Mujoke tie kiradi yakorwa na jagadi. It's wrong. Wacha kunidharau mami. Mchawi. Wacha tu kunidharau. Mai, uko kuweka mai na maidaku wagera shokora. Hapa OTC. Hapa si ndio nilikuwa nabebea mafi na kuambia wekelea pesa, lete pesa. Unatoa haraka haraka. Sasa hiyo ndio kitu ya kuja kuniteza tu mafi hapa. Nilikuwa nabeba na hadi makahe besha. Hemu dhulidatu nyile giriga na lemo na mai. Ni silaha. Alizitoa hapa na akaniongezea sikini hata haena ige. Kumbe mafi na uopo. Sasa kama unakuja kunitisha na mafi, ni mafi nilibeba. Unajua kuna vitu unafaa kutisha mtu nazo ambazo kama amezipitia hauwezani na yeye. That is the best thing. Ile vita napigana sasa ni mimi siwezi kupigana ile vita babangu wa kiroho Harrison amepigana. Hapana, siwezi.
maana ashapigana, amenipigania, amepita. Na nyinyi hamwezi kupigana zile vita nimepigana. That is why you need to sit under me. Ndio kuna urahisi wa maisha yako itafanyika. Your life will be soft because nimepigana. Haufai kupigana. Kama bado saa hii niko kilitoraki litanedena, edo tafute Mungu. We morogi we. Hufai kupitia mambo ambayo nilipitia. Maana I have conquered, and that is why I am your spiritual father. You have to make a decision. You have to be decisive in what you are doing. Ndio kushinda wachawi, ndio kushinda waganga. You have to be decisive. Lazima ndio ushinde hapa hii vita ya madhabahu hii. Maana worship ni madhabahu. Ndio ushinde madhabahu ya worship, uweze kuitawala. Lazima mwenyewe wewe ujianike msalabani. Lazima ujikubali utolewe kafara. Lazima ujikubali ukuwe wewe ni sacrifice. Hauwezi kushinda vita ambavyo kwenu katika kuna mtu aliyejitolea muhanga katika madhabahu ya kishetani na akainua madhabahu makubwa. Alafu wewe ukuje hapa na kama madhabahu kadogo. Lazima ndio kushinda madhabahu ya kwenu ya kishetani. Lazima kuwe ndani ya familia mtu atakayeinuka aliye juu, atolewe sadaka, utoe sadaka katika msingi wa kiungu ndio uweze kushinda madhabahu ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. You can't be able to succeed. You need to fight. You need to be there. Ukijua mtu ni mchawi, usimupige. Tengeneza urafiki. Hata kama ni mwanamke na mimi ni mwanaume, nitamuonyesha mimi hata wewe ndio Mungu alinituma nikuoe. Na ninampeleka Raji na ninamnunulia kamunywesho kadogo. Ndio afuguke. Akifuguka sasa nitaanza kumsoma. Mliona Iran juzi wakipigana na Amerika? Wacha nikupatie ka story kalifanyika kazuri ambacho unaweza kulirelate vizuri. Ile meli ya Amerika ambayo ilikuwa kubwa imebeba silaha, wale watu wa Russia, maana vita ilikuwa ni Russia si Iran, lakini walikuwa ni Iran, Iran ni askari wa Russia wanapigana. Sasa ile kimeli kilipokuja kilikuwa na nguvu nyingi. Wa Russia wako wanajua, wa China wako wanaelewa tekniki ile imetengeneza hii kitu. Kilikuja na kikaingia kule kwenye ngome yao. Sasa walifanya nini? Kulitokea vijana 15 wakaingia kwenye speedboat 15 wa Iran. Wanajua tunaenda kukufa, lakini for the sake of our country. Hallelujah. Wanajua tunaenda fanya nini? Kukufa for the sake of our country. Wakajua kile kimeli kiko kitengea kinakuja. Hawa vijana 18 kila mtu akaendesha boti yake wakilenga ile meli. Nayo ndege ya satellite ya Russia ikaenda juu. Wakaendesha kispod. Zinaenda ni kama zinaenda kushambulia ile meli kubwa. Wakafuruliza wakienda. Wale walipoona vijana maboti zinakuja, wakavungulia mashini zao, wakaanza kurusha makombora. Kumbe satellite ilikuwa inataka kujua action ikifunguka, wanataka kujua system ile imefungua hiyo action. Satellite ikakuwa activated. Wakajua hiyo kitu ni nini. The next hour wakailipua. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana walienda 15 walikufa, lakini for the sake of Iran ndio mpaka sasa unaona Trump anapatiana ultimatum. Wewe tunakupatia wiki moja uvugwe hapo. Saizi waaguzi maana kile walikuwa nakitegemea kikubwa kishalipuliwa. Mlipue huyu mchawi, lakini muelewe kwanza. Au sije umemlipua ukawaacha vitoto vyake hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali. Afadhali uende muda mrefu. Afadhali mjikwae kidogo kidogo. Nenda kwa slow kidogo ndio uweze kuelewa kiini cha hawa watu. Kiini, reason why are they existing? Why are they? Ni kwa nini mchawi amekuja ameingia kwa worship? Ni kwa nini mchawi ameingia kwa media? Ni kwa nini mchawi amekuja ameingia kwa ushering? Ni kwa nini mchawi amekuja amekuwa kwenye leadership? Why? Amekuja kama amekuja na amepenya kwa leadership, huyo ni mtu ametumwa. Si kujituma. Ametumwa. So lazima uelewe mpaka ni nani aliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana usipoelewa ni nani amemtuma, wale watamtumana na watatuma mwingine. Watamuondoa huyo maana ameshindwa na kazi, wanatuma mwingine. So mfuate mpaka ujue ametumwa na nani na kazi yake ni ipi, ndio unaweza kuvunja madhabahu ya wachawi. Wachawi ni clinical, wachawi ni tricky, wachawi wako na mipango kukuliko. Maana wakipanga haukuwa, wakikuja kukushambulia walishapanga. Kwa hivyo wewe ni mjinga. Ikifika ni hiyo line, wewe you are a fool. Maana they have planned, walipanga hapo wale. Doe.
Sasa wakikuja kukushambulia hatire kidoe. Duka yako ikehigwo, ujue ilifugwa kama 6 months ago. Ndivyo alifuga duka yako. Sasa wewe unafikiria hata ilikuta kamufupa hapa ya samaki. Ni ubwa ilivuruta kamufupa. Hiyo zamani ulifanywa kazi zamani, ni ile process ya kumaliza duka pole pole. Nao wanatembeanga na wewe. Na wewe jirani, tafuta discerning spirit. Upate kuwa na uwezo wa kujua huyu ni nani, amekujaje. Mama yako anaweza kuwa mchawi, baba yako anaweza kuwa mchawi. Anybody around you can be a witch. Ukisikia maombi ya kanisa nimeanza kufanya at return to sender, kanisa imebadilika imekuwa ya wachawi. Ukaanza kusikia nafuga katika jina, nafuga hiyo kazi yake, nafunga hiyo ni duka yake, nafuga na kamata hiyo gari yake. Hiyo ni uchawi. Don't expect that uende upate na itirana. Kanisa ndio kuna wachawi wale wengi. Wakiona kaguo umenunua kaguo kasuri, uvae kaguo kasuri, utaanza kesho utaanza kutakuta na jikuna kuna. Maana hiyo nguo imewekwa machawa za kukukula, unashinda ukifanya hivi. Unakaa kama mtu unamwona amefanya hivi. Kumbe ni uchawi, ni kaguo kalionwa peke yake. Kaguo. Na wako kuroga jana, walikuroga last month. Sasa ukiweza kupikibisana, walishaenda. Walikuroga na wakaenda. So be careful when you are dealing with the witches. Bwana Yesu asifiwe sana. Be careful when you are dealing with the witches. Kisha Elia akawaambia, ni mimi peke yangu nabii wa Bwana aliyebaki. Lakini Baali ana manabii 450. 23, Mungu alimwambiaje? 23. Leteni mafahali wawili wao na wajichagulie mmoja, wamkate vipande na waweke juu ya kuni, lakini wasiwashie moto. Nitamuandaa huyu fahali mwingine na kumweka juu ya kuni, lakini sitawasha moto. Halo. So kuna njia ya kuandaa madhabahu ya kupigana na madhabahu ya Baali. Uchawi ni madhabahu ya nini? Ya Baali. Na mchawi uko na nguvu. Na wachawi hawakuanza jana. Uchawi ulikuja na dunia ilivyokuja. So when you are dealing with these witches, when you are dealing na hawa wachawi, lazima tuwashe moto kwa hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka wale watu watakubali tufanye nao hiyo kazi. Kutoka leo tutataka kuwasha 7-day fire. Sema 7-day fire. Hata sisi tuone mtu akienda kwa shimo. Si ndio? Yes. 7 day. Wale mtafanya hiyo kazi, mimi tutaenda nao mlima. Tutafanya kazi. Tutaingia kwenye maombi. Tutaingia kwenye kutoa dhabihu mpaka tuhakikishe tumepata forex hub. Wangapi wanataka kukua forex hub? Nani angeweza kutaka kukua forex hub? What you need to know is that what altars respond, altars also reject. Kile kitu ambacho the altar responds to, the same altar can reject too. Kama umeinuliwa madhabahu iliyo juu ya kiuchawi, utangangana hata ukikuwa pastor, hata ukikuwa mhubiri, hata ukiwa nabii, utangangana na utateseka. Utakuwa ni vita baada ya vita, challenge after challenge, confusion after confusion. The main thing they do, they plant confusion. Katika familia yenu, they plant confusion. But at the end of the day, ukiinua madhabahu kamili na yaliyo ya ukweli, yatapigana vita. Wataondoa vita ambavyo unapigana hapa kwenu ama zinakupiga. Utasikia zilihama zikaenda kwa yule aliyekuwa anakupiga. Ndio unaelewa madhabahu yako yako juu. Bethel Clouds TV, empowering lives.